vile wale watu wanatuletea chuma hii ambayo inatengenezwa na iron ore ambayo inapatikana hapa, hakuna haja, tuko na factory ya kutosha. Badala ya kuagiza chuma kutoka nje, tuongeze factory ya kutengeneza chuma hapa Kenya. Vijana wetu wapate kazi, tuwe na wafanyabiashara, tuongeze hardware ambao watatuuzia na tuongeze hiyo kazi nyingine. Sijui kama tunaelewana. So mpango yetu ya pili, mbali na ile ya kwanza ya kupeleka Wakenya kufanya kazi nje, lazima pia tuwe na kazi hapa nyumbani. Ile ya nje haitoshi kwa sababu ile ni ya wenyewe. Lazima pia tupange yetu ya nyumbani. Na tumeweka mpango mkubwa ya mambo ya manufacturing. Na tumesema hata zaidi, the third issue, kwa hiyo mambo ya kupanga ajira, tumekubaliana ile county aggregation and industrial park ambayo tunajenga hapa. Vile vile tutalete vifaa common user facilities ya kupanga agroprocessing, value addition, manufacturing, ndio tuongeze dhamana kwa ile mazao yetu yote. Hata ngozi ya ng'ombe tunataka safari hii, na nimeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya ngozi ya leather value chain. Hatutaki ikifika mwaka 2 ijayo mimi nitapiga marufuku viatu ambayo inatolewa nje. Sisi tutakuwa tunatengeneza viatu na ngozi ya ng'ombe yetu hapa Kenya. Ngozi yetu tunaenda tunapatia umbwa inakula. Si ni kweli? Alafu ngozi ya watu wengine ndio tunaenda kununua na hii bei ghali, sijui shilingi 20,000, sijui shilingi 40,000 viatu. Sio ni ukumbavu mingi sana? Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Na hakuna ati miujiza inafanyika. Hii ngozi ni hiyo hiyo tu ya ng'ombe. Sijui kama tunaelewana. So nimeweka karibu bilioni 2 kwa mambo ya treatment ya ngozi. Mutaona katika budget. Nimeweka pesa ya kutosha katika leather value chain kuhakikisha kwamba ng'ombe zetu zinatumika. Wale wakulima mnauza ngozi sijui shilingi 100, sijui 50 mnatupa. Sasa tutatengeneza bei ya sawasawa ya nyama na ngozi pamoja. Lazima itembee. Si mnaona hii kitu mungepigia kura mapema? Mungenipitishia mapema nianze kazi hapa namna gani? Jameni, tuko pamoja? Hiyo ni kazi yetu ya tatu. Kazi ya tatu, ya 4 katika kupanga ajira ya Wakenya. Nataka mnisikize vizuri kwa sababu namshukuru mjumbe wenu huyu Elijah Kanchori. Amesema sijui utatueleza. Siwacha nieleze tu mheshimiwa ndio ipatikane. Anasema hakujua. Na unajua Waswahili wanasema kuuliza si ujinga. Ni kutaka nini? Ni kutaka kujua. So hapo tena wale watu Kanjori wanakuja kusumbua, wanataka basari. Mimi nataka nipange huko mbele. Wakimalizana na wewe na basari, wawe na kazi ya kufanya huko. Bure ile basari utakuwa umepatiana itaenda hasara. Ama namna gani? Tuko pamoja? So ndio hii mpango ya housing. Na mimi nataka mnisikize vizuri. Mpango ya housing. Hii mpango ya housing iko na mambo 3. Jambo la kwanza, mpango ya housing ni nyumba. Sababu gani tupange nyumba? Nataka muniulize. Lazima tupange mambo ya manyumba kwa sababu tuko na watu wengi Kenya mzima hii, watu wanaoishi katika mahali inaitwa slum. Hata hii Kajiado iko slum. Tuko na slums 1400 Kenya. Watu wanaishi mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna barabara, hakuna stima, hakuna nini. Watu wanahangaika, wanaishi kama watu ambao in a very indignified environment. So tuko na hiyo mpango. Ya pili ni kupanga ajira. Katika hii kujenga manyumba hii yote, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba Wakenya milioni 1 kila mwaka wanapata ajira kupitia kwa mambo ya housing. Kuanzia wale wanafanya huko factory ya simiti, kwa sababu tukienda hii program tutahitaji factory 2-3 ingine mpya ya simiti, na kunakuwa na watu wanafanya huko. Tutakuwa na watu wa kutengeneza chuma, tutakuwa na watu ya kutengeneza products ya construction, watu ambao watatutengenezea madirisha, milango, plumbers, carpenters, masons, wale wote ambao engineers, architects, quantity surveyors. Hiyo watu yote ambao tunawapitishia kwa shule
wametumia pesa yetu mingi. Tunataka wakuje wafanye hiyo kazi, tujenge hiyo mpango na ajira zipatikane. Nimesikia mumeongea hapa, viongozi wamesema tulikuwa na mtu fulani, tafutia yeye kazi. Tulikuwa na mtu fulani, tafutia yeye kazi. Na mbona hamusemi wale wengine wengi watatafutiwa kazi na nani? Ni mzuri. Si hawa wadosi wameniambia nitafute kazi ya wadosi hapa. Tafute kazi ya Olemeja, tafute kazi ya nani, tafute kazi ya nani. Na wale wengine huko nyuma wengi dunia ile, plumber, sijui mason, sijui carpenter, sijui nani. Maneno yao tutaongea siku gani? Sijui kama tunaelewana. Wale ndio hii mpango ndio itaokoa mambo yao. Please. Viongozi tafadhali jameni. Mkubali tupange mambo ya watu wote. Tupange yetu lakini tupange ya wananchi pia. Ama mnasemaje watu wa Kajiado? Ama mnataka tu tupange ya wadosi hapa mbele? Si tupange na mpaka wale wa nyuma huko. Na hata kama ingewezekana tungeanzia huko nyuma, nyinyi ngoje kidogo at least. Sijui kama tumekubaliana. So hii mpango ya housing ni kwa sababu tutakuwa na nafasi ya kupanga ajira ya Wakenya. Kila sehemu tupange ajira ya Wakenya. Jambo la tatu, nani ya muhimu? Kwanza nyinyi wafugaji, nataka mnisikize vizuri. Na wakulima. Ardhi kubwa Kenya ambayo tungetumia kwa kuzalisha chakula kwa kilimo. Ardhi kubwa ambayo tungetumia kwa kuzalisha mifugo. Saa hizi inakatwa. Ili watu wajenge salamu. Huyu anajenga nyumba hapo, mwingine anajenga pale, inapangwa kaburi hapa, inapangwa sijui nini pale, inapangwa nini pale. Tukiendelea na hiyo mpango ya land fragmentation, mwisho tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, tutakosa mahali ya kulima, na tutakosa mahali ya kulisha ng'ombe zetu, na Kenya itapotea. Nyumba hizi ni muhimu. Tukusanye hii watu yote badala ya kwenda kuhangaika na kujenga nyumba everywhere. Tukusanye tuwajengee nyumba hapa town. Kila mtu aishi hapa. Tubaki ile shamba ingine tuchunge naye ng'ombe na tulime. Ndio tuweze kuwa na chakula ya kutosha. Kwanza nyinyi ndio mngekuwa mstari ya mbele kuunga mkono mambo ya housing. Umesikia Kanchori, sasa unaona vile nakusaidia kupanga mambo. Saa hii mnasema shamba inauzwa 50 by 100, 50 by 100 everywhere. Ili kusimamisha hii 50 by 100. Hii watu wanatafuta 50 by 100 ni kwa sababu wanatafuta mahali ya kuishi. Ama namna gani? Lakini tukiweka nyumba mzuri, iko na stima, iko na maji, iko na hospitali hapo karibu, iko na shule hapo karibu, iko na mambo hiyo ingine. Mtu atakuja kuhangaika kwa 50 by 100 akitafuta nini? Si ataenda kununua ile nyumba aendelee na dunia inasonga mbele. That's what we want. Sijui kama tumeelewana jameni. So housing is very important. It will help us deal with the people who are living in our slums. It will create jobs for our young people.